Hii vita ambayo iko katika nchi tatu ni vita ambayo inatikisa ulimwengu wote mzima. Ni vita ambayo hajawahi kutokea kokote kule. Hakuna vita kama hii ambayo imeshawahi kutokea duniani ili kuja kubadilisha vitu kwa wakati mdogo sana kama hivi. Na mtu ambaye ana akili, anayeona mbali, anaweza kuwaza ni kipi kinaweza kutokea. Acha nikupe mfano. Hapa kwetu Marekani, mafuta haya sasa tunatia ndani ya gari karibira. Tulikuwa tunaipa $1 na masenti. Kwa sasa hivi tuko tunaipa $4. Unaweza kujiuliza, je, mafuta Irani ndio tulikuwa tunatumikisha? La hasha. Tulikuwa tunatumikisha mafuta ambayo yanatoka nchi zingine na kutoka huko kwenye nchi za Waarabu na sehemu zingine, vitu kama hivyo. Lakini Irani ndo ina sehemu ambapo hayo mafuta yote yanaenda. 20% ya ulimwengu wote mafuta ambayo wanatumikisha na gazi anapitia pale. Lakini swali ambayo unaweza kujiuliza, hivyo vitu vitakuja kutuasili na wakati sisi hakuna vita? Ndiyo, vinakuasili. Kama uko Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, sehemu yote yule, Australia, France na sehemu zingine, utakuja kuguswa na hiki kitu. Na ni kitu ambacho unapaswa kushika serious. Huwezi kubadilisha kitu, ndiyo, lakini kuna hatua ambayo unaweza kupiga ili vitu visikuje kukuasili sana. Na nitakuja kukwambia hicho kitu. Wakati Marekani ishambulia tu, Irani katangaza hakuna meli ambayo itapita katika mto huyu wa kupeleka mafuta katika ulimwengu wote mzima. 20% dunia kote mafuta na gazi ikapanda. Wale ambao wanatumia mbolea ya ile ambayo ya kizungu au vifaa vya kutengeneza mbolea wakazibia ile njia. Vitu hivyo vikakuja kuwa ni pigo kubwa kwa ulimwengu wote mzima. Lakini watu wanasikia eti bomu imepigwa, hawajui ni kitu gani kitakuja nyuma. Kwa hii miezi au mwaka wote mzima, kama hii vita haitaisha, wafungue milango, watu watateseka sana. Na kwambia Burundi, Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, sehemu zile ambapo wanaongea hii lugha ambayo wanasikia, ndo nazungumzia, mtakuja kusafa kwa sababu ya kupata hii engrais chimique, wanaita engrais chimique au wengine wanaita hii mbolea ya kizungu, halitakuwepo. Ni kitu gani cha kufanya kwa kipindi hiki? Kitu ambacho cha kufanya, jaribu kupunguza safari ambazo hazina lazima, kwa sababu safari zote ambazo utatumikisha zitakugharimu hela nyingi. Na kitu kingine, kama unajua una hela ambayo umechunga, nunua kambolea kako ukatie ndani ya nyumba yako, kama unajua wewe ni mkulima, ili wakati ukifika utumikishe ile mbolea, kwa sababu mbolea zitakuja kupanda mabei. Gazi hii ambayo tunatia ndani ya gari, sisi tunaita gazi huku kwetu, ni gazi itakuja kupanda bei. So jiandae, vita hii haiendi sehemu. Hata kama umesikia kama Donald Trump ameongea na watu wa Irani, kama wanamupa dili sijui na kuwa nini, zile ni politiki tu. Ukiangalia vizuri, aka naandaa pigo kubwa, na watu tunakuwa na ile imani ya ule ambaye amesema kama tunajiandaa kwa hiki, tunafanya hiki. Kwa ukiangalia kwa makini, ni kitu kikubwa sana Marekani kinaandaa. Sio vile vya zawadi amepewa sijui nini, amepewa gift kubwa sana. No, ni kitu waka naandaa, serikali ya Marekani inaandaa ili ikuje kufanya kitu kikubwa. So hicho kitu kitakuja labda kurudisha hali ya kawaida, kwa sababu Marekani kitake over, vitu vitakuwa sawa. Ule mto, meli zitaanza kupita, watu wataanza kupata mafuta, watu wataanza kupata mbolea au vifaa vya kutengeneza mbolea kupitia kwa ule mto. Ila ifikapo sasa hivi unakuwa unasikiliza tarehe 25 mwezi wa 3, mambo ako vigumu sana. Kumbuka wale watu ambao wanavamiwa kule Irani ni watu ambao wana msimamo wao, wanaisema mimi kuliko uninyanganye uhuru wangu, bora nikufe. Kwa hiyo itakuwepo vitu vingi vitakuwa vinaendelea katikati pale wakati meli zinapita au wakati wa vita hizi. Hii vita itachukua muda mrefu sana kama Marekani haitaamua kusimamisha kufanya haya mashambulizi. So wewe na ndugu yako na mama yako na watu wengine, kitu ambacho mnapaswa kufanya kwa sasa hivi ni kama vile ambavyo walisema ndani ya Biblia, shika kila ambacho uko nacho, kila ambacho unajua ubishike wewe mwenyewe, kisha uvitumikisha hapo hapo. Nazungumzia kuhusu hela. Zile hela ambazo unajua uko nazo, uzichunge, uzitumikishe ipaswavyo, ili uzitumikishe kesho wakati mambo yanaendelea kwa mabaya.
Imagine nchi moja tu ndogo kama ile inakuja kutikisa ulimwengu mzima. Ni kitu ambacho kinashangaza by the way, kwa sababu ni kitu ambacho kinakuwa watu wangekuwa wameshajiandaa, lakini hapo kutokea. Kwa hiyo inakuonyesha kama nchi yako, continent zote hazikuandaa kuhusu hili. Ni kama vile wanategemea ule mto vipite pale vikuje kwenye nchi yako, hakuna reserve. Ndo maana naona vitu vinakuwa kama hivi. Ndugu zangu, mimi nawapenda, napenda niwafikishie mambo mazuri, mambo ambayo naweza kuwafundisha. Na hiki ni kitu ambacho kinaweza kukufundisha kwa njia moja au nyingine, kwa kutumikisha hela zako ipaswavyo. Yani usiku na haribu hela za kwenda kufanya shopping ambayo haitegemewi, kwa sababu wakati tuko ndani ni wakati mgumu sana, na ni wakati ambao unaweza ukakutesa, ni wakati ambao unaweza ukajikuta wewe mwenyewe sema hapo kutegemea. Unakumbuka vita zote Marekani ilipigana, haijawahi kushindwa, na kuna sema wapo inakuwa ngumu kutangaza kama wameshinda au wameshindwa au wamekuaje, vitu kama hivyo. Wanakuja na sababu zingine kutegemea na hiki tunafanya hiki. So kwa sababu hiyo unapaswa kujiandaa na vitu tofauti, ujue ni kipi utafanya wewe mwenyewe na hela zako na familia yako. Wewe ndo mwenye maamuzi makubwa ambaye anaweza kukomboa familia yako. Hakuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kusaidia kwa hili. Na kwa kipindi hiki sasa, wewe ndo mwenye maamuzi ya mwisho, ambao unajua uko na hela ngapi kwa kipindi hiki, kazini kwako vikoje. Angalia hela ambayo unatumikisha, angalia hela ambayo unatoka nayo nje. Ubane kidogo budget, kwa sababu vitu vinaenda kupanda bei maradufu. Kitu ambacho ulikuwa unanunua dola 5,000 utakinunua dola 10,000. Kitu ambacho ulikuwa unanunua dola 5 utakinunua dola 10. Kitu ambacho ulikuwa unanunua shilingi 5 zitakuwa shilingi 10. Vitu kama hivi, kwa sababu ya hiki kitu ambacho kinatokea kwa sasa hivi. Ndugu yangu, kama unanisikiliza kwa hapa na wazi umeshanielewa kitu ambacho namaanisha. Kuna vitu vingine sio vya kuongelea online, ni vitu viko private. So fanya maamuzi yako sahihi sasa hivi. Amua kuchunga uchumi wa familia, amua kusaidia familia yako, kisha ujikalie pale uangalie jinsi gani vitu vinaenda, kwa sababu mambo bado ndo anachemuka. Maji yako kwenye jiko anachemuka. Utakuja kusikia kesho yake vitu ambavyo vitatokea pale. Sio pose ya siku 5 kama tumeambiwa, ni vitu vinaandaliwa. Yani watu wako wanapanga kwenye box. Utakuja kusikia milipuko na vitu vingine, kwa sababu Marekani imetangaza kama inatuma wanajeshi 3,000 tena. Juzi wetuma 2,000. Kama vita wako katika mawasiliano mazuri, kwa nini wanajeshi wanaendelea kutumwa kule? Hicho ni kitu kila mtu anapaswa kujiuliza. Mtu uko naongea, mke wako mmeongea sawa, lakini bado unaendelea kumpiga makofi, au bado unaendelea kujiandaa vile anaona naye ni vita itaanza. Wanajeshi wanaenda kule kufanya nini kama wako katika mazungumzo mazuri, wamepewa gift, wamepewa kile, wamepewa na kile? Hivyo ni vitu ambavyo kuzubarisha tu watu wanapaswa kujiandaa. Sifurahii kwa hiki kitu, lakini kama kinatokea tunapaswa kuangalia jinsi gani ya kukaa nacho na kuishi nacho. Nawapenda sana ndugu zangu. Kama kawaida yangu, nilikuwa nawaletea ujumbe ambao unaweza kuwasaidia katika msimu mkubwa sana, msimu mbaya, msimu ambao sio wa kawaida, ili mjue jinsi gani mtadili navyo. Nawapenda. Kama unataka kuniongelesha, nitafute. Namba yangu nimeshawahi kuitoa katika video za nyuma. Nenda itafute, kisha nitakuja kuongea nawe. Mungu azidi kulinda. Asante.